Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene ya kivuli, palikuwepo na hadithi ya ajabu iliyopitishwa mdomo kwa mdomo kwa vizazi vingi. Waliosema waliona, waliogopa kusimulia. Waliosema walisikia, walicheka kwa mashaka. Lakini kuna waliopotea na hakuna aliyeweza kueleza walikopotelea. Hadithi ya nyumba inayotembea. Kila mwaka, siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 7, usiku wa manane, watu walidai kuona jumba kubwa la giza likitembea kwa miguu mikubwa yenye kucha. Halikuwa la kawaida. Nyumba hiyo haikuwa na msingi wa kuijenga wala hakukuwa na mtu aliyejua ilipotokea. Ilikuwa kimya kama kaburi, lakini ikitembea kwa mdundo wa miguu minne kama ya tembo wenye hasira. Mwangaza wa mwezi ulikuwa ukilivutia jicho kama taa ya damu, na kila mlango wake ulionekana kama mdomo wa mnyama anayetamani kumeza roho. Waliosema waliikaribia hawakurudi tena. Majina yao yalibaki kuwa kivuli kwenye kumbukumbu za familia. Mwaka huo, kijana mmoja mwenye roho ya kusaka ukweli aitwaye Yona aliapa kujua ukweli wa nyumba hiyo. Alikuwa na umri wa miaka 21, jasiri lakini pia mwenye dharau kwa mila na hadithi. Aliamini kila kitu kina maelezo ya kisayansi. Sina hofu, alisema siku moja mbele ya wazee wa kijiji. Nyumba haitembei. Hizi ni fikra za giza la ujinga. Lakini babu yake, Mzee Baraka, aliyewahi kupoteza kaka yake miaka 50 nyuma, alimtazama kwa macho yaliyojaa huzuni. Usijaribu, Yona. Nyumba hiyo siyo ya dunia hii. Ni daraja la wale waliolaaniwa, la wale waliovuka mipaka ya ukweli na uovu. Lakini Yona hakusikia. Alijipanga na kamera, tochi, ramani na msalaba wa shaba alioupata toka kwa mama yake. Alielekea msituni tarehe 13, saa 5 usiku. Akasubiri. Ghafla, kama majira yaliyoamka kutoka usingizini, ardhi ilitetemeka. Miti ikatikisika kana kwamba ilikuwa na hofu. Kisha, kwa sauti kama ya mapigo ya moyo mkubwa, ardhi ilianza kugonga thump. 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 Yona alinyanyua tochi. Mbele yake, mbali kidogo, kulikuwa na nyumba. Ilikuwa na miguu minne mikubwa iliyokuwa inainuka juu na kushuka chini kama viungo vya mnyama mzito. Dirisha zake zilifuka moshi mweusi. Kuta zake zilikuwa zimechanika kana kwamba zimewahi kuliwa na moto wa roho. Mlango wake wa mbele ulikuwa wazi, ukiwa kama mdomo wa joka. Yona alijikaza. Kamera ilianza kurekodi. Akasogea. Miguu ya nyumba ilisimama. Ukimya ukatawala. Mlango ukafunguka zaidi kama unamkaribisha. Alipoingia, kila kitu kilibadilika. Hapakuwa na dari, hapakuwa na sakafu ya mbao kama alivyoona kwa nje. Badala yake, aliangukia kwenye giza na kuamka akiwa mahali pa baridi penye harufu ya damu na kutu. Kulikuwa na njia ndefu iliyopambwa na taa za kijani zilizokuwa zikiteketea polepole. Kila upande kulikuwa na milango yenye maandishi yasiyosomika, lakini ilionekana kama ya lugha ya kale isiyojulikana. Karibu, Yona, sauti nzito ilisema, lakini haikuwa ya mwanadamu. Ilisikika kila upande. Ilikuwa ndani ya kichwa chake. Mimi ni nani anayekuita? Aliuliza akitetemeka. Nyumba si kitu, ni njia. Mlango si mlango, ni hukumu. Umeingia, sasa chagua. Kwa hofu na ushupavu wa mwisho, Yona aliamua kufuata njia iliyoonekana angalau kuwa na mwanga. Kadri alivyosonga mbele, ukuta mmoja uligeuka kuwa kioo kikubwa. Alipojiangalia hakuona sura yake. Aliona maisha yake yote, kuanzia alipozaliwa, makosa aliyoyafanya, dhuluma ndogo alizowahi kufanya, kila wazo baya alilowahi kuwa nalo, likiwa hai mbele yake. Kwa nini? Alilia. Hakuna anayeingia bila hukumu, sauti ikasema. Na hakuna anayetoka bila gharama. Milango mitatu ilijitokeza mbele yake. Kila moja iliandikwa neno moja kwa damu: 1, usahau; 2, maumivu; 3, mwisho. Alipojaribu kusogea karibu na mlango wa usahau, ulifunguka wenyewe. Ndani yake kulikuwa na watoto wakicheka, familia, mwanga, furaha isiyo na mwisho.
Lakini alipojaribu kuingia, milango mingine miwili ililia kwa maumivu na nyumba ilitetemeka kana kwamba imedanganywa. Hii siyo yako, sauti ilisema. Akasogea kwa maumivu na ndani akaona kila mtu aliyewahi kumuumiza akiwa akiteseka. Alisikia vilio, machozi ya damu, watu wakilia kwa majuto. Lakini alipojaribu kuingia, milango mingine ilimzuia. Kisha akasogea kwa mlango wa mwisho. Hakukuwa na chochote. Ni giza. Kimya. Lakini mlango huo tu ndio uliomkubali. Alipoingia akaanguka kwa kasi kana kwamba anatumbukia shimoni lisilo na mwisho. Sauti zilitoweka. Mwanga ulizima. Muda ulisimama. Alipoamka alikuwa kwenye kijiji chake. Mchana. Jua liliwaka. Alijikuta kando ya kisima cha kijiji. Watu walimzunguka kwa mshangao na furaha. Yona. Yona amerudi, walilia. Lakini walipoanza kumkumbatia, waliganda. Nyuso zao zilibadilika. Wakaanza kutikisika. Wakaanguka mmoja baada ya mwingine kama sanamu zilizovunjika. Yona alijitazama mikononi. Alikuwa kivuli. Sauti ikamjia tena kichwani, hutoki bila gharama. Umechagua mwisho. Mwisho wa mwili. Lakini roho yako sasa ni sehemu ya nyumba. Na hapo ndipo akaiona nyumba tena, mbali, msituni. Ikiwa imesimama kwa utulivu. Ikimsubiri mgeni mwingine jasiri. Ikitembea bila haraka. Ikiwa na mlango wazi kwa yule mwingine mwenye jeuri ya kuamini kuwa anaweza kutoroka hukumu ya nyumba.